والصلاة والسلام على رسول الله صاحب رسول الله شكرا الله يعطيك السلامة كنتم محمد الحكيم الله يبارك كسوسية الدروس المستفاد دراسة متفقدة دياكي kuhusu hijra ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kila sifa kamilifu za mustahiki Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe wote. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kamilifu zake Mwenyezi Mungu kwa neema zake mambo mazuri yote hutimia. Wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat. Wake matukufu yake kila rehema ziteremka. Wa bijudihi turfa'u al-maqamat. Ukarimu wake huinua mambo mengi ya vyeo na matukufu. Wa bi'afwihi tughfaru al-dhallat. Kwa msamaha wake husameka yale madhambi madogo yote. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Lakini kwamba hakuna kuabudiwa kwa haki wa ila ni Allah wahdahu la sharika lah, yeye mpweke asiyekuwa na mwenzie. القائل في محكم كتابه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Aliyesema katika muhkam wa kitabu chake Qur'an takatifu akisema idh yaqulu li sahibihi, mmoja wao anawaambia jamaa yake usihuzuniki, usione vibaya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa mustafana Muhammadar Rasulullah, na nakiri kwa kwamba bwana wetu mtukufu wetu mwalimu wetu mtume wetu kipenzi chetu Muhammadi ni rehema na amani za Mwenyezi Mungu juu lake, ni mpenzi na ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu na ni mtume wake. Alqailu fi hadithihi la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya, aliyesema katika maneno yake matakatifu kwamba baada ya mtume kuhama, baada ya kuhama kwa mtume hakuna tena kuhama kwingine isipokuwa jihadi ya mtu ambaye atakayefanya na kuwa na nia iliyokuwa nzuri. Fasalatan wa salaman alayka ya sayyidi ya Abul Qasim ya Rasulullah, rehma amani na baraka ziwe juu lako ewe bwana mtukufu wetu mtume wetu baba Qasim mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuha al-ahbab ahbab Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, baada ya utangulizi huo enyi wa vipenzi na watukufu wa mpendwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innal insana alladhi yanzuru في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الهجرة ليست قصصا تقال على المنابر ولا روايات تقال في المحافل وإنما هي دروس وعظات. Anayechunguza na kutizama vizuri na hasa kuwa na busara ile ambayo tutizama katika kuhama kwake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitakuwa kwa kwamba labda ni visa, habari za kale, ni riwaya au ni habari zinazozungumza juu ya mimbari na kadhalika, lakini akichunguza atakuta kwa kwamba nanimo kuhama kwake mtume ilikuwa ni madarasa, ni mafundisho, ni mawaidha, lakini nanimo mna mafundisho matukufu. Wa min ahammi hadhihi ad-durus allati nata'allamuha min hadith hijrati an-nabi al-akhdhu bil asbab thumma at-tawakkul ala Allah azza wa jalla. Na miongoni mwa muhimu masomo ambayo tunachukua katika kuhama kwake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza nanimo tunakuona kwa kwamba nanimo tunaombwa, tunafundishwa sisi wanadamu au ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujifunze kuchukua au kuzifanya sababu za maisha yetu hapa duniani. Pili, tukishajua sababu hizo tumtegemee Allah, ukweli wa kumtegemea kwake. Fanajid anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rattaba lihadith al-hijra tartiban daqiqan wa khattata likulli shay falam yatruk al-umura tajri ala innatiha wa inma akhadha bikulli al-asbab thumma ba'da dhalika tawakkala ala Allah. Tukichunguza kuhama kwake mtume wake Muhammad, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyafanya maandalizi mapevu, bimaana makubwa kila namna katika kuandaa kwake, kisha baadaye akachukua hizo sababu na akamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtara an-nabi as-sadiq alladhi sayakunu ma'ahu fi hadith al-hijra fakana Abu Bakr as-Siddiq, akamchagua rafiki jamaa ambaye atakuwa pamoja naye wakati wa tukio hilo la kwamba anahama kutoka Maka kuja Madina. Akamchagua rafiki ni Abu Bakr as-Siddiq, Mwenyezi Mungu radhi,
kwamba ndio atakuwa pamoja naye katika safari yake hiyo. وحينما كان يأتي لأبي بكر ليرتب معه ما سيحدث في الهجرة في طريقه كان يأتيه في وقت الظهيرة، لأن مكة كانت شديدة الحر فلا يمشي أحد في وقت الظهيرة، كان النبي يمشي في وقت الظهيرة ويذهب لأبي بكر حتى لا يراه أحد أخذا بالأسباب. Ni kwamba Abu Bakri alipochaguliwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba atashirikiana naye katika safari hiyo, akaya anakuja kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa dhahira, wakati wa jua pevu. Tukisema hivi sasa wakati wa saa sita sawa sawa, kwa sababu jua linakuwa ni kali, na wakati huo hakuna watu watamuona, hakuna watu wengi wanaopita njiani, basi anakuja kwa Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili wapange safari hiyo. ورتب أيضا الرجل الذي سينام مكان النبي، فكان علي بن أبي طالب، وحينما خاف علي ضرب على النبي على كتفه وقال يا علي لا تخف فإنه لن يصل إليك شيئا تكرهه أبدا. Akampanga mtu ambaye atabaki ndani kwake kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampange nani? Hakumpanga mwingine isipokuwa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, ambapo Ali pengine alianza labda kuona hofu, hawa watu wanamtafuta huyu, halafu ataponijia mimi. Mtume akampea kwenye bega lake akamwambia, la takhaf, usiogope wewe Ali, Mwenyezi Mungu pamoja na wewe na hakuna kitalo kusibu wala kitalo kufikia humu ndani. ورتب النبي الغار الذي يختبئ فيه، فكان غار ثور، وغار ثور في جنوب مكة، على الرغم من أن طريق المدينة كان في الشمال، ولكن فعل النبي ذلك واختار هذا المكان حتى يموه ويداري على مشركي مكة أخذا بالأسباب. Akachagua Mtume rehma na amani juu yake mahala watapojificha, pango gani watalojificha. Akalichagua pango la Ghari Thauri ambalo liko Janub Maka, kusini mwa mji wa Maka, na ili hali njia kwenda Madina kutokea Maka ni njia ya kaskazini upande wa juu. Kwa hivyo akafanya hivyo ili kuwarekebisha hao Makuraishi wasimtafuta wakampata papo hapo, kama vile amewadanganya, amefanya hikma ya kuwadanganya Makuraishi. Yeye anakwenda kusini wakati njia ataipitia ni ya kaskazini upande wa juu kwenda Madina. واختار النبي الرجل الذي يقودهما إلى المدينة، فكان عبد الله بن أريقط، رغم أنه كان رجلا مشركا إلا أنه كان ثقة. Huyo akamchagua tena Mtume, akamchagua mtu ambaye mwenye kuzijua njia ambapo atapopitia yeye Mtume rehma na amani lakini Abu Bakr akamchagua Abdullah bin Uraiqit, pamoja na kwamba yeye alikuwa bado hajasilimu, ni mshiriki na wenzake washiriki wanamtafuta Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hivyo alikuwa ni mtu thiqa, mtu mkweli na muamana, hatoitoi maneno wala kusema sema habari. ورتب النبي من يأتي إليهما بالطعام في مدة الإقامة في الغار، فكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق. Akachagua mtu ambaye atakuwa anamletea chakula huko, ndio ile pango wanakoishi ndani ya majiwe. Majiwe yamejijenga kama vile nyumba, wataishi humo masiku wasiyojua mpaka kutoka. Sasa kwa hivyo akamchagua Asma binti Abi Bakr, ni binti mwingine wa Abu Bakr ndugu yake na Aisha. Huyu Asma kazi yake kubwa atakuwa ni kuleta riziki, tende, chakula na maji, anamletea baba yake, anamletea na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورتب من يأتي إليهما بالأخبار، فكان عبد الله بن أبي بكر الصديق. Akachagua mtu ambaye atakwenda kwa mpelelezi, achunguze habari wanazosema na kuziongopea Makuraishi kwa kumtafuta Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamchagua mtoto wa Abu Bakri, kijana mwanaume Abdullah, basi utakuwa unatuletea habari za mchana, unatuletea nazo usiku. ورتب من يمحي آثار الأقدام، فكان عامر بن فهيرة، وكان راعيا لأغنام لأبي بكر الصديق. Huyu Amir bin Fuhaira akachaguliwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye atakuwa anapitisha zile kwato za mbuzi na kondoo mahala wampita katika michanga, isije kuonekana vikanyagio vya Abu Bakri vikanyagio vya Muhammad vimepita hapa. Kumbe Amir bin Fuhaira analeta wale wanyama katika usiku na mchana ili wazimishe au wafute zile nyayo zimepita za Mtume pamoja na Abu Bakr Siddiq. حدد النبي لكل إنسان دوره، بحيث يبدأ دور كل إنسان إذا انتهى دور الذي أمامه. فإذا صنعت السيدة عائشة والسيدة أسماء الطعام، أخذت أسماء بنت أبي بكر الطعام
وذهبت بها إلى الغار في الليل، ثم يأتي خلفها عبد الله بن أبي بكر أخيها ليكون مؤنسا لها ومطمئنا لها، ثم يأتي بعد ذلك عامر بن فهيرة بالأغنام فيمحي أثار الأقدام. Hivyo ndivyo alivyopanga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idara ya wakati wa safari yake. Kapanga kila mmoja na kazi yake. Huyu kampa kazi ya kwamba apike chakula nyumbani bibi Aisha na dada yake Asma. Wakishapika wao chakula wanakileta zile saa au nyakati za usiku kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baba yao. Kisha baadaye Amir bin Fuhaira anawaswaga wale wanyama, kondoo na mbuzi, pengine na ngamia wadogo, wanakuja wanafuta kwato au nyayo za mtume na au za Bakari zilipopitia. Alafu baadaye Abdullah bin Uraqid anawaonyesha njia wanakokwenda. Fa idha wasalat as-sayyidatu Asma ila al-ghar akala an-nabiy wa Abu Bakr thumma jaa Abdullah akhiha فحكى للنبي ما حدث في مكة، ثم جاء عامر بن فهيرة ليمحي آثار الأقدام بأغنامه، ثم يحلب اللبن للنبي فيشرب النبي ويأكل، ثم تعود السيدة أسماء فيعود خلفها أخيها عبد الله، ثم يعود عامر بن فهيرة ليمحي آثار الأقدام، كل ذلك أخذا بالأسباب. وبعد أن حدث ذلك قال أبو بكر للنبي لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. Hivi ndivyo alikuwa amepanga mpango huyo. Akishakuja bibi Asma pamoja na dada yake Aisha ametengeneza chakula huko, tende na maji amewaletea, wanakuja wanakula, wanaletea chakula wanakula, wazee wawili hawa akiwemo Rasulullah pamoja na nani na baba yao Abu Bakr Siddiq. Baadaye akishapita njia hiyo anakuja Amir bin Fuhaira anapitisha pale zile mbuzi ili zifute nyayo au kwato za minyama au kwato za Bakri na Mtume rehma na amani lake. Kisha baadaye Abdullah kaka yao anakuja kumpa siri na habari, wameshinda nazo wanateta kuhusu mtume pamoja na baba yao katika safari hiyo. وحينما نسأل سؤال لماذا فعل النبي كل هذا؟ لماذا لم يهاجر النبي كما هاجر عمر بن الخطاب؟ فعمر حينما أراد أن يهاجر استل سيفه وطاف بالبيت 7 ونادى من أراد أن تسكنه أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليأتني خلف هذا الوادي فإني مهاجر. فلم يستطع أحد أن ينهض بعمر. هل كان عمر أشجع من النبي؟ كلا، ولكن النبي أراد أن يعلم الأمة أن يأخذوا بالأسباب في كل شيء. Kuna ulizo kubwa, suala kubwa kila mmoja anaweza kujiuliza. Vipi mtume katika kupanga kwa safari hii akangoja kuwapanga watu wa kushinikizana naye na kufanya mambo yote hayo? Kwa nini? Na ile hali ni mtume wa Mwenyezi Mungu, angeweza kufanya miujiza akaondoka mwenyewe na analindwa na anachungwa. Lakini pamoja kwa kwamba Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alipahama, alikamata jambia lake, upanga lake, akawaambia Makuraishi ambaye atakuacha watoto wake mayatima, kumwacha mke wake ni mjani au kumkosa nani aliyekuwa ni ndugu yake, anifate nje ya huyu ubonde alafu tutamuonyesha. Umar alihama kwa kusema kuambia wazi, lakini mtume kafanya takhtiti njia nyingi ili kutaka kufima. Kwa nini? Kwa sababu mtume anasema anafundisha umati wake wachukue sababu za kila namna katika mambo yao. Limadha lam yusakhiru Allah ar-rih للنبي فتنقله من مكة إلى المدينة كما سخرها لسليمان؟ لماذا لم يؤتى للنبي بالبراق فينقل في لمح البصر؟ كل هذا لماذا لم يحدث؟ لأن النبي كان مشرعا، أراد أن يعلم الأمة أن يأخذوا بالأسباب في كل شيء ثم بعد ذلك يتوكلون على الله. Kuna maulizo wanaanza kuuliza watu wengine kutaka kuwapotezeni, wakasema kwa nini Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuletewa kwamba upepo umpeleke umuinue, umpeleke umrushe kama ilivyokuwa anafanywa Nabii Suleimani? Au kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuletea farasi ambayo inapaa inaruka kama ndege, ingekuja buraki ikamchukua kutoka Maka mpaka Madina? Yote haya ni kwa kutaka nini? Mtume awafundishe umati wake waweze kuwa ni watu wenye kufanya sababu katika mambo yao yote na kupata riziki kwao kote na maisha yao. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam allama al-umma أن يأخذوا بالأسباب في كل شيء، في كل أوقاتهم وأحوالهم وأفعالهم. فحينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركب دابة، يركب ناقته، يقف أمام المسجد ويريد أن يدخل ليصلي، فنادى للنبي يا رسول الله أعقلها وتوكل أم أتركها وتوكل؟ انظر ماذا قال له النبي. Tazama jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafundisha umati wake.
alikuja Mwarabu kutoka huko nje kidogo, akaja na ngamia wake akamweka pembezoni na mlango, hajaingia ndani. Akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, je, mimi ngamia wangu huyu ningoje kumfunga kwenye kitu fulani, kamba fulani, ndio abaki hapa, ndio nimtegemee Allah, au nimwache ngamia wangu tu? Yeye ni wa Mwenyezi Mungu, anatumwa na Allah, ajibakide tu hivi. Mtume akawachikia jibu alilomjibu. الرجل يريد أن يصلي، يريد أن يؤدي فرض الله ومعه الدابة، فقال للنبي أعقلها وتوكل، أربط الدابة وتوكل أم أتركها وأتوكل؟ فقال له النبي اعقلها وتوكل. لو نظرنا في هذا الحديث على من يتوكل على الله، فالله بمقدوره أن يجعل الدابة لا ترفع حافرها من على الأرض، ولكن أراد النبي أن يعلم الناس أن يأخذوا بالأسباب حتى ولو كان في أمور الدين. Tazama, huyu jamaa anataka kuswali, mnyama yuko nje ambaye mpanda, lakini anamuuliza Rasulullah, ningoje kumfunga kamba ndio nje kuswali au nitawakkal kwa Mwenyezi Mungu, nimtegemee Allah, nimwache tu mnyama ya baki kuolela tu hivyo hivyo? Lakini Mtume kamkatalia, akamwambia aqilha, mfunge kwanza kwenye mahala yake hapo astoki, kisha mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili hali nini yote hayo Mtume anaufundisha umati wake. Jamani, hakuna jambo litakulijilieni tu hivi limeruka, lakini fanyeni sababu ili kulipata katika maisha yenu, hali zenu, namna zenu na mambo mengine. وحينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صدقة، يريد صدقة من النبي، انظر ماذا قال له النبي، علمه النبي أن يأخذ بالأسباب وأن يعمل. فسأله النبي، هل عندك شيء في بيتك؟ ماذا تمتلك؟ فقال الرجل، أمتلك غطاء فرش ألبس أو أغطي نفسي ببعضه وأفرش بعضه وإناء. Tazama jinsi Mtume anavyoendelea kufundisha sababu, anafundisha umati wake sababu za kutafuta hali zao, maisha yao na kadhalika. Akaja mtu mwingine kuomba sadaka, ya Rasulullah, nisaidieni mimi wewe kabwera. Akamuuliza, ndugu yangu, wewe unamiliki nini nyumbani? Ule jamaa akasema, mimi kwangu namiliki kitambaa tu ninachokivaa, au pengine chombo kidogo tu. Akamwambia, niletee vyote hivyo, ili ani amfundishe namna ya kusema kwamba achukue sababu, azifanye sababu katika hali na maisha yao na riziki zao. الرجل لا يمتلك إلا غطاء وفرش، غطاء وإناء، فقال النبي ائتني بهما. فجاء الرجل بالغطاء والإناء، فنادى النبي وأمسك بهما، من يشتري هذين؟ فقال رجل، أنا أشتريهم بدرهم يا رسول الله. فوقف النبي، من يزيد على الدرهم؟ من يزيد على الدرهم؟ فقال رجل، أشتري بدرهمين يا رسول الله. فأعطى النبي للرجل الشاري الغطاء والإناء بالدرهمين، ثم أخذ الدرهمين وأعطاهما للرجل الذي كان يسأل، وقال له، اشتري بدرهم طعام لأولادك واشتري قدوما وأتني به. Basi huyu jamaa alipomwambia niletee vyombo viwili unavyomiliki hivyo, kitambaa anachokivaa kama vile labda pengine msudi anaovaa, na chombo cha ndani kwake nyumbani, sahani au sinia ndogo hivi, akamwambia niletee vyote hivi. Alipovileta yule jamaa akavishika vyote viwili, anaonyesha maswahaba zake, jamani, nani anaweza kununua huyu mnada hapa? Jamaa akajitolea, akamwambia mimi nanunua kwa dirham moja vyote viwili hivi. Akasema, jamani, nani mwingine anaweza kuzidisha? Jamaa akasema, mimi naweza kuchukua. Mwingine akasema, anaweza kununua kwa dirham 2. Akampa, chukua vitu hivi kwa dirham 2, niletee. Akampa dirham 2 Mtume, kisha baadaye akamwambia yule jamaa amekuja kuombaomba, hii dirham moja nenda kanunue chakula cha watoto nyumbani, na hii dirham nyingine kanunulie kitu kama vile kipasuo, ashoka au tezo moja ndogo hivi. باع الرجل كل ما يملك بدرهمين، اشترى بدرهم طعام لأولاده، واشترى قدوم، والقدوم عصا بها حبل. فقال له النبي، اذهب واحتطب في البادية، أي جمع الحطب، ثم أتي للمدينة وبع الحطب، ولا أراك إلا بعد 15 يوما. ذهب الرجل واحتطب، وجاء بعد 15 يوما يربح ومعه 10 دراهم ومسرور، وقال للنبي لقد امتلكت دراهم كثيرة. Basi yule jamaa alipopewa zile dirham 2 kafanya jinsi Mtume alivyomwambia. Dirham ya kwanza ninunue chakula cha nyumbani wachie watoto na familia. Dirham ya pili ninunue tezo au na shoka ndogo.
Kisha baadaye akaenda kuchukua ile shoka, akamwambia Mtume, akamwambia yule jamaa, nenda huko porini jangwani, kata kuni ufunge na kamba, kisha baadaye uje wauzie watu. Akaja kuwauzia watu mpaka akapata faida ya dirham zaidi ya zile mbili, kaja na dirham 10. Allama an-nabiy hadha ar-rajul al-akhdh bil asbab thumma ba'da dhalika yatawakkal ala Allah, walakin hunaka min an-nas usala yatawakkaluna ala Allah biduni amal, wa hadha huwa at-tawakkul ala Allah wa laysa at-tawakkul. Anasema huyu jamaa alifuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu, akamtegemea Allah, kaanza kufanya sababu, kisha akamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Amekwenda porini au jangwani, kata kuni, kauza mpaka faidika zaidi ya zile dirham 2. Lakini miongoni mwa watu hivi leo wako watu ambao wanasema si tumekaa bana tunamtegemea ni Allah. Kumbe huko sio kumtegemea, ni kuzidi kubaki hohehae kwa kusudi tu. Huyu ambaye anayefanya sababu kisha anapata ya kwake riziki yote ile ndogo, huyu ndio amefanya sababu na amemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengine wanatawakul, manake wanakaa wanaboteka tu hapo tu, alafu wanaambia wanatumtegemea Allah, sio kumtegemea Mwenyezi Mungu bila sababu. فحينما عمل الرجل وكسب من عرق جبينه قال له النبي هذا خير لك من أن تسأل الناس. Sasa jamaa huyu alipofanya kazi hiyo, kaanza kupata akapata faida zake dirham zaidi zingine 10. Mtume alimwambiaje? Hiyo ndio kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umetumia sababu na riziki yako ikapatikana. Lakini kukaa bila sababu ya kazi, basi uko ni kubweteka tu, unamngoja Allah kuteremshia dhahabu au pengine mvua. وحينما رأى عمر بن الخطاب أناسا يجلسون في المسجد بدون عمل متكاسلين، انظر ماذا قال لهم عمر. قال لهم أتدعون أنكم تتوكلون على الله ولا تسعون على الرزق؟ اخرجوا واعملوا فإن الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alipoona jamaa wamekaa, baadhi ya masahaba wamekaa tu wameboteka ndani ya msikiti wakidai kwamba anauliza sisi tumtegemea Allah. Akamwambia hivyo ndio kumtegemea Allah? Akamwambia hapana, tafuteni kazi mfanye sababu kwanza, ndio mpate haki zenu za riziki yenu na mambo yenu yote. Kwa sababu nyinyi mkikaa ndani ya msikiti namna hivyo, je, mnasubiri Allah akunyeshelezeni mvua ya dhahabu ya mapesa na riziki zenu? Hapana, tokeni nje mkafanye kazi mpate nini? Riziki zenu kwa sababu hizo. وحينما مر عمر على أناس من أهل اليمن فقال لهم من أنتم؟ ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال بل أنتم المتواكلون على الله، أي لا تعملون وتدعون التوكل، بل أنتم المتواكلون على الله. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ثم ساقهم بدرته إلى العمل. Basi ndivyo tena alivyokuta watu wa Yemen wamekaa, wanakuja makundi wanakaa pale nchini Madina au mjini Madina tu, pasina kazi, pasina sababu. Akamwambia nyinyi ni watu gani? Sisi ni wasafiri, tumekaa hapa tunasubiri na tumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema pana, nyinyi hamtegemee Allah, nyinyi mnaboteka tu, lakini fanyeni kazi, tokeni nje mfanyeni kazi, kwa sababu hii mbingu haitonyesha dhahabu wala haitonyesha fedha. Na hapa akamwambia na fimbo yangu ndura hii nitawapigeni, tokeni. Wakatoka wanakimbia kutafuta kazi. أيها المسلمون، enyi Waislamu, تعلمنا من حادث الهجرة أن نأخذ بالأسباب في كل شيء وأن نعمل ونجد، ثم بعد ذلك نتوكل على الله فنجد أن الله رازقا ومعينا. Tumesoma katika tukio la kuhama kwake Mtume kwamba ndanimo tuchukue sababu, tuzifanye sababu za kupata maisha yetu yote hapa duniani, halafu tukijapa sababu hizo tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ni mwingi wa kuteremsha rehema zake baada ya sababu kufanyika. Ibadallah, albirru la yabla wadhanbu la yunsa waddayanu la yamut. Ya ibn adam if'al ma shi'ta kama tadinu tudan, au kama qala at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la, tubu ila Allah. Ni mengi Sheikh ameyazungumza, mwenye kudai atadai siku ya Kiyama, lakini unapofanya dhambi lako utarajia msamaha kwa Mwenyezi Mungu, basi muombeeni msamaha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote kamilifu zinamstahiki ni Mwenyezi Mungu mlezi kwetu sote viumbe. Wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ni kwa mchao Mwenyezi Mungu.
ولا عدوان إلا على الظالمين. hapatakuwa adui isipokuwa wale wajidhulumu nafsi zao kwa madhambi yao. أحمده ربي سبحانه حمد الشاكرين. namshukuru Mwenyezi Mungu na kumsifu tena shukrani za wale ambao wanamshukuru ana kumsifu. وأستغفره استغفار المذنبين التائبين. na vile vile namuomba msamaha wale ambao wanajua kama wamefanya madhambi. وأشهد أن لا إله إلا الله. nakiri kwamba kuabudiwa kwa haki si mwingine wa ila ni Allah mwenyewe tu, وحده لا شريك له. mpweke na hana mshirika. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. na sote tukikiri kwa kwamba bwana wetu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Mwenyezi Mungu na ni kijumbe au ni mjumbe wake. بلغ العلا بكماله. amefikia daraja la juu kwa ukamilifu aliokuwa nao. كشف الدجى بجماله. na hivyo giza likaondolewa kwa sababu ya uzuri aliokuwa nao mtume. عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. na hivyo ikatukuka namna zote za tabia zake. kwa hivyo mswalieni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما بعد فيا أيها الأحباب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. baada hayo enyi vipendi wa mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani juu yake, تعلمنا من حادث الهجرة أن نأخذ بالأسباب في كل شيء ثم بعد ذلك نتوكل على الله. tumesoma katika funzo au fundisho lote hilo la kuhama kwake mtume kwamba anatufundisha tuchukue sababu, tuzifanye sababu za maisha yetu yote mazima. Tukishafanya sababu ndipo tuseme tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku. فلو نظرنا في آيات القرآن نجد أن الله عز وجل سوى بين من يعمل ويأخذ بالأسباب وبين من يجاهد في سبيل الله. tukitizama aya nyingi ndani ya Qur'ani, ndani ya Qur'ani tutazikuta aya nyingi ambazo za watu ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watu wanaopigana jihadi. Allah amewalinganisha katika malipo na thawabu zao. فقال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. alivyosema katika surati Muzammil kwamba wengine utawaona wanatembea ardhini wanakwenda kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wengine wanakwenda ardhini kutafuta miongoni mwa fadhila za nani? Zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية أن الله سوى بين من يعمل ويأخذ بالأسباب وبين من يجاهد في سبيل الله. Akasema Imam Qurtubi katika tafsiri ya hii aya kwamba hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala amesawazisha, bimaana amelinganisha baina ya wale ambao wanaozifanya sababu katika kutafuta riziki na hali zao na wale ambao wanapigana jihadi ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba hao watu aina mbili wamelingana thawabu zao au wamelingana matukio yao mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر هو والصحابة في الطريق فوجد شابا قويا يعمل ويجد ويجتهد فقال الصحابة لو كان هذا الشاب يجاهد في سبيل الله انظر ماذا قال لهم النبي. Tizama, mtume alikuwa anatembea barabarani pamoja na maswahaba zake wanakwenda pamoja. Walipofika mbele wakamkuta jamaa mmoja kijana ambaye anafanya kazi zake kwa upevu na juhudi kadhili. Wale sahaba wakamwambia, ya Rasulullah, huyu jamaa angekuwa na juhudi kama hii akaja kuipiganisha ndani ya jihadi ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. فقال لهم النبي لو كان هذا الشاب الذي يعمل من أجل أن يطعم ولده فهو في سبيل الله، وإن كان يعمل من أجل أن يطعم أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يعمل من أجل أن يعف نفسه فهو في سبيل الله، أما إن كان يعمل رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. Huyu jamaa waliposema yale maneno, mtume kawakosoa akawaambia, huyu kijana kama angekuwa anafanya bidii na juhudi zake zote za sababu zake hizo kwa min ajili ya kualisha wanaye, mkewe, wazazi wake, ahali zake, jamaa lake, huyu yumo katika jina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama vile vile atafanya juhudi hili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yumo katika njia ya Mwenyezi Mungu, katika vile vile katika juhudi za ajili ya Mwenyezi Mungu, yumo katika juhudi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama atafanya juhudi hii kwa ria, watu wamuone tu, wamtambue, mashuhuri na kadhalika, huyu atakuwa katika njia ya shetani. لذا روي أن إبراهيم بن أدهم الرجل العابد الزاهد كان له صديق يسمى شقيق البلخي. شقيق البلخي كان رجلا تاجرا ماهرا. Anasema inasemekana katika riwaya za Ibrahim bin Adham katika matabiina
ambaye alikuwa ni katika watu wanachuoni, waandishi, tena wacha Mungu. Alikuwa na rafiki yake Shaqiqul Khalqi ambaye alikuwa ni mfanya biashara, akaja kumtembelea Ibrahim. Shaqiqul Balkhi kana yurid an yakhruj fi tijara, safar litijara, fajaa Ibrahim ibn Adham liyusallim alayhi wa liyuwaddi'ahu, fasallama alayhi wa wadda'ahu وانطلق شقيق البلخي في تجارته، ولكنه بعد يومين عاد من الطريق فقال له إبراهيم: ما الذي عاد بك؟ قال: لقد رأيت عجبا. Anasema Shaqiqul Balkhi alikuja kumtembelea Ibrahim bin Adham, wakaagana. Na Shaqiq huyu alikuwa ni mwingi wa kufanya biashara, anatoka maana yake. Alipoagana na yeye asubuhi hiyo, akamwambia, mimi nakwenda biashara, kufanya biashara zangu, safari za biashara. Lakini muda mfupi ule Shaqiq akarudi haraka sana. Ibrahim bin Adham akamsanga, wewe umenaga safari, mbona umesharudi mara hii? Kuna nini? Umeona nini? Kuna tatizo gani? قال شقيق البلخي: يا إبراهيم لقد رأيت عجبا. فقال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت وأنا أجلس لأستريح عصفور طائر كسيح وأعمى لا يستطيع الطير، فقلت: من يطعم هذا الطائر الكسيح الأعمى؟ فرأيت أن طائرا آخر يأتي بطعام ويضعه في فمه، فعلمت أن الله سيرزقني ويرسل إلي رزقي، فعدت من تجارتي وتركت التجارة. Anasema Ibrahim bin Adham alipomuuliza Shaqiq huyu al-Balkhi, vipi umerudi haraka sana, kuna nini? Umeona nini uko njiani? Shaqiq al-Balkhi akasema, mimi uko njiani nimeona jambo la ajabu. Jambo gani? Jambo nimeliona ndege wawili. Ndege mmoja kasih, maana yake ambaye asiyeona, makfuf maana yake kipofu, amekaa ndani ya kiote chake tu. Lakini ndege mwingine anamletea mbegu, anafungua kinywa anamwekea, anafungua kinywa anamwekea, basi nilipoona hivyo na mimi nikaona acha nirudi nyumbani njikalie zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ataniruzuku kwa njia yake ambayo yajua, ndio maana nimerudi. فقال إبراهيم بن أدهم: يا رجل، أترضى أن تكون مثل الطائر الكسيح الأعمى، ولا ترضى أن تكون مثل الطائر الذي يطير ويأكل ويطعم غيره؟ ثم أمره أن يعود لتجارته وعمله. Basi ndio Ibrahim bin Adham kamlaumu, Shaqiq al-Balkhi, wewe unakosa kuwa mfano ule ndege anayeleta mbegu 2 3 anampakiza au anamlisha mwenzie. Unataka uwe mfano wa ndege anayelishwa? Hapana, kuwa mfano ule ndege ambaye analeta mbegu 2 3 anamlisha mwenzie kipofu asiyetoka pale. Ndio vizuri na ndio tabia nzuri. Kama nakuomba sana, rudi katafute riziki zako, umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون، خذوا بالأسباب وتوكلوا على الله، تجدوا أن الله معينا ورازقا وموفقا لكل ما تعمله. Kweni wenye kuchukua sababu, jamani Waislamu, mfaje sababu na mpate riziki zenu, mambo yenu, na muweze kumuomba Mwenyezi Mungu ni muin, yeye ambaye anakusaidieni, atakusaidieni baada ya kwamba nyinyi mmezichukua na kuzifanya sababu za kupata maisha yenu au riziki zenu, hali zenu na nyumbani. faman akhadha bil asbab akhadha ajru al mujahid fi sabilillah. Kwa sababu ukifanya sababu za kutafuta mambo yako yote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulipa malipo sawa ya mtu ambaye anakwenda kupigana jihadi ajili ya Mwenyezi Mungu. Ibadallah, inna fi yawm al-jum'ah sa'ata ijaba, asa an takuna hadhihi as-sa'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit Allahumma aqdamana wansurna 'ala al-qawm al-kafirin. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma la taj'alna dallin wala mudallilin wala zalimin wala madhlumin. Allahumma ij'alna lil haqqi nasirin وبالحق منصورين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. عباد الله، أبلغ القول وأجمع الموعظة في هذه الآية الكريمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.